Sayyidina Hasan al-Basri anasema inna Allah akhfa khamsan fi khamsin li khamsin. Asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameficha mambo matano kwenye vitu vitano kwa sababu tano. Mwenyezi Mungu ameficha vitu vitano kwenye vitu vitano na kwa sababu ya mambo matano. Sababu tano ndio amezificha hizo vitu. Kitu cha kwanza, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akhfa sa'at al-ijaba fi yawm al-jum'ah linataqarraba ilayhi fi al-yawm kulli. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameficha saa ya kuitikiwa dua katika siku ya Juma ili siku mzima tujishughulishe na kumuomba. Kwa hiyo ameficha saa ndani ya siku ya Juma na kwa sababu tupate kumuomba. Lau angesema ni saa 7, lau angesema ni alasiri, lau angesema ni saa 1, sisi tungetegesha ile saa ndio tukaja tukamuomba, tukapata, tukaondoka. Lakini Mwenyezi Mungu ataka ile siku mzima tujishughulishe na ibada ya kumuomba. Kitu cha pili, akhfa laylatul qadri fi shahri Ramadan linataqarraba ilayhi fi Ramadan kulli. Ameficha laylatul qadr katika mwezi wa Ramadhan ili tujikurubishe na Mwenyezi Mungu katika Ramadhani yote. Hii Lailatul Qadr ambayo sisi tuitafuta, basi inawezekana ikawa ni usiku wa kwanza, hakuna anayejua, na inawezekana ikawa ni usiku wa mwisho wa Ramadhani. Wewe ukaona mchana ushamaliza, kesho ni saumu ya mwisho, kumbe ule usiku ambao umeenda wacha nipite sokoni leo kwa sababu ushamaliza tena, kumbe ule usiku ndio wa Lailatul Qadr. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ameficha saa ya Lailatul Qadr, usiku wa Lailatul Qadr Mwenyezi Mungu ameuficha ili katika mwezi wa Ramadhani wote tuwe katika ibada, tuwe katika kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la tatu, asema inna Allaha akhfa waliyahu fi ibadihi. Mwenyezi Mungu amemficha wali wake katika waja wake ili wasidharauliwe Waislamu, ili wasidharauliwe wanadamu. Yani usimdharau mtu kwa sababu Mwenyezi Mungu ameficha yule wali katika waja wake. Haujulikani nani yuko karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zaidi, nani ni wali. Usimdharau mtu, kila mmoja mpatie heshima yake. Waweza ukamdharau mtu, kumbe yule ni wali wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ameficha wilaya, uwali ameficha. Wa akhfa ridahu, na ameficha radhi yake fi ta'atihi, katika ibada yake. Haijulikani radhi ya Mwenyezi Mungu iko wapi, haijulikani kitu gani utafanya ili Mwenyezi Mungu awe radhi na wewe. Kwa nini? Li alla yuhtaqara ibadatahu, ili isidharauliwe ile ibada yake. La tahqiranna min al-ma'ruf shay'an, usidharau katika wema jambo lolote. Mwisho Mtume asema walau antalqa akhaka biwajhi at-tariq, hata kama ni kukutana na ndugu yako kwa uso wa furaha. Ile kumfurahikia mtu pia ni ibada, ni sadaqa. Usisahau wala usidharau jambo lolote ambalo ni la kheri, hata kama ni kuondosha jiwe kwenye njia, hata kama ni kumnywesha mnyama. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mwanamke aliingia motoni kwa sababu ya paka, alimfungia kwenye nyumba. Paka alikula kitu, yule mwanamke akaenda akamfungia chumba. La hiya at'amatuhu wala hiya tarakatuhu, hakumlisha wala hakumfukuza nyumbani, akaenda akatafuta riziki mpaka akafa, basi ataingia motoni. Na kuna mwanamke katika wanawake wachafu wa Bani Israeli
ameingia peponi kwa sababu ya mbwa. Ameona mbwa ana kiu na yeye ametoka kwenye kisima, akaenda akaingia kwenye kile kisima, na imesemekana hakuna ndoo ya kutekea maji, akachukua hofu kiatu chake akaingia nayo kwenye kisima, akateka maji, alafu akauma kile kiatu kwenye mdomo wake mpaka akatoka nayo nje, akamnywesha yule mbwa. Mwenyezi Mungu akaridhika, akamwambia machafu yako yote na madhambi yote nimekusamehe kwa sababu ya huyu mbwa. Wa akhfa ghadabahu au sakhatahu fi ma'siyatihi, na Mwenyezi Mungu ameficha hasira zake kwenye maasi. Usidharau maasi. Waweza ukafanya jambo dogo sana na ukalidharau, kumbe ndio sababu ya wewe kutolewa katika rehema ya Mwenyezi Mungu. Kumbe ni sababu ya kupata hasira za Mwenyezi Mungu, tena sakhat daim ya milele. Kaambia Mwenyezi Mungu ishakukasirikia milele kwa sababu ya dogo ambalo umelidharau. Kwa hiyo hizi siku ambazo zimebakia tusidharau, na pia inawezekana itakuwa na Lailatul Qadr ndani, haijulikani. Tujishughulishe na ibada ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe mema aliyotuandalia katika mwezi kama huu.